Shalom, Bwana Yesu asifiwe sana. Kichwa cha somo letu kama ulivyokiona kinasema, kwa nini unajitahidi sana kuomba? Yaani unaomba, unajitahidi kumlingana Mungu, unajitahidi kujikinga na dhambi, lakini unakuwa ni kama vile mtu ambaye hafanyi, yani ni kama vile unapuliza upepo, yani kama vile unampigia mbuzi gitaa. Yaani ndo kwanza unaona wale ambao wanatenda dhambi, wanatoa rushwa ndo wanafanikiwa kuliko wewe. Lakini wewe unayejibidiisha na Bwana, unafunga, unatoa zaka, unajinyima, haufanyi dhambi ya aina yoyote, unaona bado uko vile vile, hakuna kinachobadilika, hakuna kinachoendelea. Leo nataka nikufungue macho na akili kwa msaada na kwa uweza wa Roho Mtakatifu. So stay there. Hapo unamaliza video hii utakuwa umeshajua nini cha kufanya. Shalom. Jina langu ninaitwa dada Enea Mahenge. Mimi ni beba maono wa KGB, yani Kivumbi Gospel Band. Hii ni bendi ambayo inajihusisha na mambo kadha wa kadha, ikiwa mojawapo ni kusifu na kuabudu, kufundisha neno la Mungu, lakini pia maombi na maombezi. Kwa hiyo sisi ni ibada na huwa tunafanya ibada mara kadhaa. So siachi yani kila ninavyojitambulisha siachi kuelezea KGB, kwa sababu hata hichi ninachokifanya ni product ambayo iko ndani ya KGB. And so kwa mawasiliano kuna namba hapo kwenye screen, unaweza kama nataka kupiga simu kuwasiliana na sisi direct, kunipigia mimi moja kwa moja, unapiga hiyo namba inayoishia 43 mwishoni, na pia hiyo namba ina WhatsApp, kwa unaweza WhatsApp au kanipigia au kanitumia message ya kawaida, namba ambayo inaishia 43 ya mwanzoni hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. And so twende direct kwenye somo letu. Kwa nini unaomba sana bila kumaini? Unafikia tu mpaka unasema Bwana mbona kama vile hamna kinachotokea, unakata tamaa. Ndio kwanza mwingine ukiomba unakuta mambo ndio yanaharibika zaidi. Sasa bora usingeomba. Umeomba mambo ndio yanaharibika zaidi. Alafu yule unaona mwingine haombi, anakula kila siku, anafanya tu, anafanikiwa kuliko wewe. Sikiliza. Nataka leo nikwambie kitu kimoja. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kuliongezea au ambalo ulikuwa kulifanya ni kwamba wewe unaomba tu bila kupokea. Manake unaomba huku umekunja mikono. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yana pande mbili kama ilivyo shilingi. Maombi yana pande mbili. Kuna upande wa kuomba na kuna upande wa kupokea. Kuna upande wa kupewa, yani kuna pande mbili, kuomba na kupewa. Vyote hizo ziko kwa pamoja. Kila unapoomba lazima upewe. Kitabu cha Mathayo 7:8 kinasema kila aombaye hupewa. Kila aombaye hupewa. Mathayo 7:8 Yesu anasema, yani kila ukipiga tu magoti kuomba umeshapewa hapo hapo. Hapo hapo kuna majibu yako. Ukisoma kitabu cha Daniel aliomba kwa Mungu, akasema ngoja nifunge siku 21. Ile siku ya kwanza tu ametia nia, ameshajibiwa tayari. Asante. Ameshajibiwa tayari maombi yake. Kwa hiyo ukiomba, ile kitendo tu cha kuomba, wewe kwanza hujaanza kuomba tu, umewaza tu kuomba, Mungu ameshakujibu. Sasa shida ni kwamba you are just praying, kila siku unaomba, wewe unaomba, unatia jitihada sana katika kuomba, then haupokei, haufanyi jitihada ya kupokea. Kwa hiyo ina maana unaomba, kama ni Mungu anakupa, vinabaki rohoni kule kule, haupokei. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe unatakiwa uombe na upokee. Sasa unasema dada Enea, ndio unapokeaje sasa? Ndio unapokeaje? Obvious, ukiomba lazima unyoshe mikono. Ngoja nikwambie. Nini kinatokea unavyoomba? Kinachotakiwa kutokea unavyoomba ni kwamba lazima mdomo wako upeleke haja za kwa Mungu. Hiyo moja. Lazima macho yako yafungwe ili uingie katika rohoni, umuone Mungu.
unapeleka hoja zenye nguvu. Kwa hiyo mdomo wako unacheza wakati unaomba. Wakati unapokea mambo yanabadilika, sio mdomo tena kucheza. Mikono yako inatakiwa ifanye kazi, miguu yako inatakiwa ifanye kazi kibinadamu kabisa. Unaweza ukaombea chumbani, lakini asubuhi amka, toka nje, nenda kachukue majibu yako uliokuwa unaomba. Yaani makusudi kali kabisa, chukua nauli yako, panda gari, nenda kachukue majibu yako. Miguu yako icheze, tuone unafanya action kabisa. Yaani ukiomba manake baadaye fanya action. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda pengine umeomba let's say biashara, umeomba tuseme kazi. Usiku wa leo umefunga masaa 24. Unamsihi Bwana akupe kazi. Bwana naomba kazi, Bwana naomba kazi, Bwana naomba kazi. Tumekuona unaomba. Kesho asubuhi fungua macho, chukua nauli yako, panda gari, nenda maofisini, kachukue muujiza wako. Usiendelee tena kulala nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Usiendelee kulala nyumbani, nyanyuka. Unaomba biashara, Mungu naomba nisaidie na nipate mtaji. Sawa sawa. Ukishaomba tu pale, kinachofuata ni kufungua macho, kufuata kitu chako. Umeomba biashara, fungua macho. Haya, nenda sasa, nenda barabarani, fanya action. Action kinachofuata baada ya kuomba macho, action ndio kinachofuata. Katika Biblia tunaona kitabu cha Petro, kitabu cha Matendo ya Mitume, Petro alivyofungwa gerezani, kanisa liliomba, wakaomba, wamelifungia kanisani, they are praying, Mungu tusaidie. Petro wakamwombea Petro, wakaomba, lakini wakawa wanaomba tu, wanaomba. Hebu sikiza kilichotokea. Mungu akajibu. Mungu akamtuma malaika gerezani. Petro akatoka gerezani, akaja mmoja kwa mmoja mpaka kanisani walipokuwa naomba. Hebu shangaa kilichotokea. Alivyofika pale kanisani, anasema kuna kijakazi, maanake akagonga mlango. Alivyogonga mlango, kuna kijakazi akaja akauliza, nani? Petro akasema, ni mimi hapa. Yule kijakazi alivyosikia kwamba ni sauti ya Petro, hakufungua mlango, akarudi kuwapasha habari wanaoomba. Akawaambia, jamani, Petro amerudi, yuko mlangoni. Sasa sikiliza walichojibu. Wanasema, wewe una wazimu, una wazimu, hayupo Petro hapo. Una wazimu? Wakamwambia, huo ni mzimu, huyo ni mzimu wake, huyo sio Petro. Yaani wameomba lakini kupokea kugumu. Hawataki kupokea eti. Wenyewe wanataka, wanaomba. Ina maana walikuwa upande mmoja tu, lakini hawakuwa tayari kupokea wala hawakuwa na imani ya kupokea. Mpaka mmoja alivyotoka nje akaangalia, kumbe kweli ni Petro. Ndo anaanza sasa kuamini macho yao, si nini. Ina maana hao walikuwa naomba huku wamekunja mikono. Ukiomba mtu wa Mungu, kinachofuatia fanya action za makusudi kabisa, kukifuata kile ambacho umeomba, maana tayari umeshajibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Yesu alivyokuwa anawaponya watu, unamkumbuka yule mama aliyekuwa birikani? Alivyokuja Yesu akamwambia, unataka kuponywa? Akasema, mimi nimeuma, wanakuja wanakutangulia, wanachovya kwenye maji, mimi si. Yesu akamwambia, jitwike godoro lako uondoke. Manake yule mama angebaki pale pale amelala, asingepokea muujiza wake. Alivyochukua action ya kunyanyuka na kuchukua godoro lake kulifunga, kuondoka, muujiza hapo ukafanyaje? Ukatokea. Na wewe chukua hatua, kile unachokiomba amini umeshapata. Kwanza ngoja nikusaidie kitu kimoja. Unajua Mungu akitaka kumpa mtu kitu, labda mimi anataka kunipa kitu, ananisukuma kuomba. Yaani ananisukuma kufunga. Unakuta siku nyingine nilikuwa sifungi, sijisikii kufunga, siku hiyo najisikia hamu ya kufunga. Kumbe Mungu anataka anipe kitu. Kumbe Mungu ameshaandaa kitu cha kunipa. Kumbe Mungu ameshanipa. Shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa. Kitu cha pili sasa. Kitu cha pili ni kwamba baada ya kuomba, zingatia sana kinachotokea baada ya maombi. Zingatia kinachofuata.
baada ya maombi. Wengi tunaomba alafu Yesu anakuja kutujibu na hatuna habari. Unapoomba Mungu atakuletea, atakuja kwako. Anaweza kaja kwa njia ya wazo, ukapata wazo baada ya kuomba, ukapata wazo linalo relate na kile ulichokuwa unaomba. Kuwa makini kulifanyia kazi hilo wazo haraka sana, maana huyo ni Mungu amekuletea majibu, na endapo tuchukua action atakuwa pamoja na wewe. Angalia sana, anaweza kakuletea, unaweza ukashangaa umeomba, unashangaa simu inaingia. Simu hiyo ni ya nani? Ni ya mtu ambaye ulisoma naye miaka nenda rudi, amekupigia siku hiyo. Unajiuliza, fulani leo amenipigia, kuna nini? Hasa ukisipokuwa makini unaweza ukasema bwana huyu ameona yeye amefanikiwa, mimi ananipigia simu sasa hivi ili aanze kufuatilia matokeo maisha yangu sio nini. Sitaki, unampotezea. Kumbe ndo Mungu amekuja kukuletea majibu. Unapotezea mawazo, unapotezea ideas. Mungu anaweza kukuletea ndoto. Sasa anakujibu kwa ndoto, anakupa clear direction. Ukiamka asubuhi unasema ni ndoto tu. Kuwa makini na kinachotokea baada ya kuomba. Kuwa makini. Wengi tumepiga teke miujiza, wengi tumepuuzia majibu yetu, wengi tumepuuzia sauti ya Mungu kwa kupuuzia vitu vidogo vidogo vinavyokuja baada ya prayer. Nikupe mfano mzuri. Baba yake wa Yesu ambaye ni Yusufu na Mariamu. Yesu alivyozaliwa kwenye holi la ng'ombe, Herode akatafuta njama za kumuua mtoto Yesu. Alivyotafuta njama za kumuua mtoto Yesu, kumbuka Yusufu hana habari. Hana habari Yusufu. Mungu peke yake ndo alikuwa na habari, kwa sababu Mungu anaujua moyo wa Herode, Mungu anaujua moyo wa Yusufu. Biblia anasema Mungu akaenda kwa Yusufu kwa njia ya ndoto, akamwambia ondoka haraka sana na mtoto, kuna adui zake. Vipi Yusufu angepuuzia ndoto? Vipi Yusufu angeacha hiyo ndoto? Ingetokea nini? Yesu angekufa. Yusufu hakupuuzia ile ndoto, akamchukua mtoto Yesu akaondoka. Yesu akawa amefanyaje? Ameokoka. Kwa nini wewe unapuuzia? Kuwa macho, kuwa makini na vitu ambavyo Mungu anakuambia baada ya maombi. Unaweza ukaenda kanisani ukashangaa unahubiriwa hubiri lile ambalo wewe unamuomba Mungu. Ujuaje huyo ni Mungu amekuja kukupa majibu? Chukua hatua. Shalom. Now, twende kwenye pointi ya 4. Pointi ya 3. Hamisha imani yako. Hata kama hujaona matokeo, hamisha imani yako. Kutoka kwamba nilikuwa sina, kuingia kwamba sasa nimepata, sasa ninacho. Hata unavyoomba unasema asante Yesu, nimeshapata, nimeshahama kutoka kwenye imani hii nimekuja kwenye imani hii. Sasa kumbe nimeshapata, nina kila kitu katika jina la Yesu. Rabasika, unashukuru, unakuwa umehamisha imani. Wewe ukiomba alafu imani yako ikabaki pale kule kwenye nilikuwa sina, imani iko kule. Biblia inasema hivi, kwa mfano labda lilikuwa ni pepo limekunyima hicho kitu, umeomba, lile pepo limefanyaje? Limeondoka, si ndio? Pepo limeondoka. Sasa wewe bado uko kule, sina. Biblia inasema hivi, unajua inasemaje? Pepo likija likichungulia likaona imani yako bado ni ile linaingia, tatizo linaendelea vile, kwa sababu hujahamisha imani. Pepo limtokapo mtu huenda mahali pasipo maji, likizunguka kutafuta maji. Baadaye linafikiria, ngoja nirudi kwenye nyumba yangu ya kwanza nikaangalia nini kinaendelea. Linarudi kwako, linakuta bado umeshikia imani kwamba sina, japokuwa umeomba. Linaingia, linakaa. Hutaki kuhama kiimani, hamisha imani kwamba sasa umeshaomba kwamba sasa nimeshapata tayari. Anza kuomba maombi ya kushukuru, anza kufanya action zinazoonyesha kwamba wewe tayari unacho kitu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haya mambo matatu yazingatie sana ili upate maombi ambayo yana matokeo, ili upate matokeo kwenye maombi. Mungu akubariki sana.
Thank you very much. Ninakuomba mtumishi wa Mungu nisaidie kushare ujumbe kwa watu wengi zaidi, kwa watu wengi wapate kupona. Nisaidie kushare hii channel, nisaidie kucomment, nisaidie kulike. Kama ambavyo wewe umenufaika na kufaidika, ndivyo na mwingine anufaike na kufaidika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale ambao unahitaji maombi, unahitaji maombezi, una shida yoyote ile, kuna namba hapo nimekupa. Naomba unipigie na tuwasiliane. May the Lord bless everyone. Asante sana.